Habari za muda ndugu mpenzi mtazamaji, kwa mwezi huu tutakwenda kuangalia elimu ya afya ya akili mpaka pale itakapokuwa imekwisha. Tutaangalia afya ya akili kwenye maeneo tofauti tofauti, makazini, manyumbani na maeneo mengine mbalimbali ambayo kimsingi tukaweza kusaidiana kupeana elimu juu ya masuala ya afya ya akili. Kwa namna moja au nyingine, tunapozungumzia afya bora ya akili, ni ule uwezo wa akili kufanya maamuzi sahihi katika wakati sahihi, mazingira sahihi na watu sahihi. Mfano, mtu akabeba mfano Biblia akaenda nayo maana yake mtu tunasema ana shida ya afya ya akili. Lakini mtu akabeba bia akaenda nayo kanisani, mtu huyu ana shida ya afya ya akili. Au akabeba msahafu akaenda nayo maana yake mtu tunasema ana shida ya afya ya akili. Lakini pia mtu akabeba bia akaenda nayo msikitini, tunasema mtu huyu ana shida ya afya ya akili. Lakini afya bora ya akili ni ule uwezo wa mtu kufanya maamuzi sahihi katika mazingira sahihi na watu sahihi, muda sahihi. Hiyo ndio afya bora ya akili. Lakini tuangalie sasa sababu za magonjwa ya afya ya akili katika jamii. Ni nini hasa sababu za magonjwa ya afya ya akili? Kimsingi kwa kawaida zimegawanyika kwenye maeneo makuu mawili. Ya kwanza ni sababu ya kuzaliwa nayo, kwa maana kwamba wanaita kitaalamu sababu ya kibiolojia. Lakini sababu ya pili ni sababu ya kijamii, ambayo inatokana hasa na mtindo wetu wa maisha ya kila siku, ambapo sisi sasa tutakwenda kuangalia zaidi kwenye mtindo wetu wa maisha ya kila siku. Tuangalie kwa kawaida, je, takwimu inasemaje kuhusiana na shida ya afya ya akili? Mwaka 2015 takwimu inasema kuwa kati ya vijana wenye umri wa miaka 15 mpaka vijana wenye umri wa miaka 29 wamekuwa wakikumbwa na changamoto ya afya ya akili. Lakini pia takwimu inaonyesha 20% ya vijana wenye umri wakati wale ambao wanaanza vyuo wanaweza kukabiliwa na changamoto ya afya ya akili, na wanafunzi ambao wanaanza vyuo mwaka wa kwanza karibia 34% wao wanakabiliwa na changamoto ya afya ya akili, ambako takwimu inaonyesha karibia 45.6 ya wanafunzi ambao wako mwaka wa mwisho, kwa maana wanakaribia kumaliza chuo, lakini na wale ambao wako katikati mwa masomo wale wanakabiliwa pia na changamoto ya afya ya akili, huku sababu zikiwa zimeainishwa tofauti, ikiwa changamoto ya kiuchumi, lakini pia changamoto ya kimahusiano, changamoto ya kitamaduni, mfano wakati mwingine mambo ya ukatili na mambo mengine mengi, ambayo yote haya yakihusisha kuweza kuchangia changamoto ya kupata magonjwa ya afya ya akili. Kwa hivyo basi topiki yetu hii ya afya ya akili itakwenda kuelezea afya ya akili mashuleni, afya ya akili manyumbani, afya ya akili maeneo tofauti. Tuje kwenye hatua ya pili, ni kwamba watu wengi sana wanamtafsiri mtu mwenye changamoto ya afya ya akili ni yule ambaye anapita mtaani anaokota makopo, yule ambaye anatukana matusi, vitu kama hivyo. Lakini mtu huyo, yale ni matokeo ya afya ya akili, lakini sio sababu za magonjwa ya afya ya akili. Kwa hivyo kadri siku zinavyozidi kwenda, tutaweza kubaini zaidi ni nini vichocheo au tabia hatarishi ambazo zinaweza kumpelekea mtu akapata magonjwa ya afya ya akili, na ni nini tunaweza tukafanya kwenye maeneo tofauti. Langu jina ni Juma Kupewa. Asante na kwaheri, tukutane kipindi kijacho.